Our plan is to benefit the farmer, and we must see as government, and the ministry must monitor to make sure that the interventions that we are making, when we forgo taxes, it must be for the benefit of the farmer, not for the benefit of the processors of animal feed somewhere in the middle. Tunaelewana jameni? So, nyinyi kama wakulima pia mtatupatia habari. Mkiona hii chakula haijabadilika bei na tumeondoa ushuru, tumeondoa duty, tumeondoa VAT, mtueleze ndio tukabiliane na wale ambao wako huko katikati, tuwaambie pesa ambayo we are forgoing as a government is not for them, it is for our farmers. Vile vile tumekubaliana ya kwamba ili wakulima pia waweze kupata namna ya kununua ng'ombe zaidi, mambo ya seasonal crop program, kama mnapanda soya, kama mnapanda mahindi, kama mnapanda chakula ya ng'ombe. Vile vile tumeweka shilingi bilioni 10 credit kwa Agricultural Finance Corporation. Nilitangaza juzi, waziri anashughulika, wakulima wengi wanaelewa na wako na uhusiano na Agricultural Finance Corporation. Tumeweka pale pesa na tumesema the interest must not exceed 8%. We want to have it in single digit. Tumegombana na hao bado wanaongea Kiingereza, lakini tutawafundisha Kiswahili. Si ndio? Ndio lugha ya kueleweka na wananchi wengi. So tutashughulika na hawa, tuhakikishe ya kwamba access to credit is a critical component of making sure that we reduce the cost of production. Kwa sababu tunataka on one side tuki-improve prices, pia huku chini tuna lower the costs of production so that we can have more benefit to our farmers. Vile vile mimi nataka niupongeze wakulima. Wakulima wetu na product ambayo mnazalisha is of such a quality that we have access to the American market. Najua kule Marekani ni watu ambao wanachunguza mambo mengi, phytosanitary hii, sijui nini ile, quality hii, quality ile, but I can proudly say that our products meet the highest standards of quality anywhere in the world. Na kwa sababu hiyo, sasa nimeweka mpango kamili ya kupanga soko ya mazao yetu ama products yetu ya maziwa ama kilimo ya maziwa. Ili ghee yetu, butter na powder milk pamoja na long life milk tuweze kupanua ile soko kubwa iko katika bara letu la Afrika, kwa sababu nchi nyingi, sitaki kusema majina, niliingia kwa matatizo kidogo, nilisema majina ya nchi zingine nikapata tabu kidogo. Tuko na soko kubwa katika bara letu la Afrika ya maziwa, na hiyo soko lazima tufanye juu chini mpaka tuhakikishe hiyo soko ina benefit wakulima wetu. Hatuwezi kukubali ati maziwa inatoka New Zealand kilomita karibu 10,000 na sisi tuko hapa kilomita 200, na tunaweza kufikisha mazao yetu pale na wakulima are producing the milk. Mimi nataka niwaambie pia wakulima wa taifa letu la Kenya wasikuwe na wasiwasi. Hata tukipata maziwa zaidi ya vile tunaweza kupata soko ya Kenya hapa, tuko na facilities ya kutosha ya kutengeneza powder milk, ya kutengeneza long life milk. Hii Kiganjo hapa sasa tuko na uwezo ya mambo ya powder milk. Tuko na kutengeneza powder milk katika factory yetu ya Eldoret. And which other factory? The powder milk? And Kitale. So we have 3 facilities that we can use to make sure that excess milk we can mop out from the market, na ndio bei ya maziwa isirudi chini. Mkulima awe anaweza kupredict ya kwamba akizalisha maziwa yake itanunuliwa na hataenda kwa hasara. Kwa sababu saa zingine mkulima akiuza maziwa shilingi 30, shilingi 20, mkulima anakuwa discouraged
tunaenda kwa hasara. That is our other intervention, to make sure that we create market. Na nimekubali ya kwamba soko ya nchi yetu pia, katika ile program yetu ya school feeding program, ambayo mwaka huu tumeongeza kutoka wanafunzi kidogo zaidi ya 1,000,000. Sasa tumesema kuanzia mwaka huu watoto wetu 4,000,000 watakuwa wanapata mambo ya school feeding shuleni. Na sasa nimekubaliana na chairman Bwana Maina ambaye alisema tuingize program ya maziwa katika hiyo mpango ya school feeding. I agree with you, and I will communicate to the Ministry of Education so that milk can be part of the package for our school feeding program, ndio tuweze kupanua soko ya wakulima wetu wa maziwa. Nataka vile vile niwahakikishie, tukiwa tunatafuta soko ya kitaifa na tunatafuta soko ya kimataifa, pia tutahakikisha ya kwamba watu ambao wanatafuta kutengeneza pesa ya haraka kwenda kutuletea sijui powder milk kutoka sijui nchi gani, alafu wanaingiza ukora huko ndani, wanalete hapa, tunaenda hasara, wanakuja wana compete na maziwa ya wakulima wetu. Hiyo mlango tutafunga. Chairman wa Dairy Board na watu wa Dairy Board, nyinyi watu tuko hapa na board ya Dairy Board, simameni watu ya Dairy Board, simameni the Dairy Board people. One of the directors, wale directors wengine hawako, waambie tafadhali tusikosane, you know. Kazi ya Dairy Board ni kuchunga haki ya mkulima, sio kuchunga haki ya processors. That is not their business. Their business is to make sure that our farmers are not undermined. Our local production is not undermined. Iyo poda tunaona inatolewa kwa nchi zingine kupitia milango na madirisha ya nyuma. Iyo madirisha yote ifungwe na iyo milango yote ifungwe, ndio wakulima hawa wapate nafuu, tuweze kuendelea. For the last couple of years, you can see it. For the last couple of years, watu wamekuwa wakilete powder milk hapa karibu lita 100,000,000 kila mwaka. Na ndio tunapata hasara, wakulima wanaingia kwa matatizo. Watu wananunua maziwa kidogo ya mkulima, alafu wanaweka powder 3/4 na kutumia leseni ya kusema ya kwamba wanafanya mambo ya maziwa. So we will increase our own capacity. Katika hii modernization program yetu, tunataka kuongeza capacity ya KCC from 380,000 liters to 800,000 liters. Na ndio tuanze kushughulikia soko yetu ya Kenya na soko ya kimataifa. Wakulima tunaelewana? Sasa nyinyi wakulima mko na kazi yenu. Nataka mnisikize kwa makini. Mimi nitafanya hii nyingine. Si mnaona hii, mnajua hii, mmesikia ile mimi nafanya? Nafukuzana na wakora. Nataka mnafanya modernization na watafutia milk coolers na watafutia pesa ya kuendesha hiyo biashara yenu. Ndio hiyo mimi na ngangana na mambo ya fertilizer. Na nyinyi pia nataka mnihakikishie ya kwamba mtaongeza mazao yetu ya maziwa katika taifa letu la Kenya. Si tunagawana kazi. Kila mtu afanye ile ako na ujuzi ya kufanya. Sasa mimi nitashughulika upande hii na nyinyi mtashughulika upande huo. Tunaelewana jameni? So we are going to work together. We will continuously refine. The workings around this sector, kwa sababu ni sekta ya muhimu. Inatupatia ajira, inatupatia utajiri na inawezesha watu wengi. Watu ambao wako katika hii sekta ni zaidi ya watu 300,000. Pesa ambayo tunapata kwa hii sekta wakulima ni karibu shilingi bilioni 200 kila mwaka. Hiyo ni pesa nyingi na ni sehemu ambayo ni ya muhimu katika uchumi wa taifa letu la Kenya. Waziri ananiambia ya kwamba mambo mmekuwa mkituuliza, mnataka ile sixth semen, kwa sababu unajua mkulima wa maziwa akipata ndama ya ndume ni hasara kubwa sana, si ndio?
Wewe unatafuta ng'ombe ambaye atakuzalia ng'ombe ya kumkamua kesho. Ukipata ndume unapata hasara. So tumeweka mpango ya sex milk, ndio ng'ombe yako sex semen, ndio ng'ombe yako akizaa anazaa mwenye atakupatia maziwa 2 years down the road. So tunajua bei yake imekuwa, how much has been the price of sex semen? From imekuwa bei ya karibu shilingi 6,500 mpaka 8,000. Nimeambia waziri tulete kwanza mpaka 3,000 hapo tupange na hapo. Let us cut it down by half. Tuanze hapo. Nyinyi mtajipanga na hapo. Alafu mkiendelea na muongee maneno yenu, nikiona mnajipanga vizuri nitaona vile nitafanya. Si ndio? Sisi tumekubaliana tunagawana hii kazi. So mimi nataka niseme hivyo, na nishukuru ya kwamba tuko na wabunge wetu ndio watusaidie kusukuma maneno kule bunge. Kwa sababu unajua tuko na watu wengi, sijui ni kwa kutojua ama sijui ni kwa mpango ya mabrokers, wanapinga mambo. Imagine ati hii maneno tumesema hapa ya coolers ya maziwa ya wakulima, ya kuweka pesa AFC, ya kupanga mambo ya fertilizer, ya kupanga mambo ya feed. Tumeondoa ushuru kwa feed. Ati kuna mtu anapinga. Si watu ni wazimu? Ama namna gani? Unapinga nini? Alafu unaenda unatufanyia maandamano, unaharibu mali ya watu. Hiyo mchezo tumesema hatutaki. Ama namna gani wakulima? Si ndio? Tunataka tushirikiane, tupange vile Kenya itapiga hatua ya kwenda mbele, tujenge mali, tujenge utajiri, tuondoe umaskini, na hii ndio barabara. Kila mtu achangie sehemu ambayo anaweza. Bwana chairman wa budget, umesikia ile maneno nimesema. Sawa? Usikose, so enda ujipange na hapo. Na leader of majority anasikia hapo. Yeah? So tutashirikiana namna hiyo, tupange hiyo budget, tuhakikisha kwamba wakulima wetu wanashughulikiwa. Na mimi nataka niwahakikishie hii Kenya tutaibadilisha. Na tutaibadilisha kwa mpango kama hii, na bidii ya wakulima, na mpango ya serikali ya kuhakikisha kwamba we are synergized, we are working together towards the same goal. Tusaidie wakulima, ndio wakulima wajenge uchumi wetu wa Kenya. Na mimi nataka niwapongeze wakulima wa ngamia, wafugaji wa ngamia. Leo hapa tumeanzisha sasa, kuna coordination. Maziwa ya ngamia ambaye imekuwa ikipotea huko katikati, na watu wengi by the way wanatafuta hii maziwa ya ngamia. So wakulima wafugaji, Bwana Guyo na jeshi yako ya kutoka ya kwenda mpaka Northern Kenya huko, jipange. Na hiyo milk coolers, waziri mpange pia hawa watu wa ngamia wapate hiyo milk coolers, ndio tulete maziwa ya ngamia tuweze pia kutumia kuendesha uchumi wa taifa letu la Kenya. Wakulima, mimi nimefurahi sana kuwa kati yenu. Na nataka niwahakikishie ya kwamba tutafanya bidii, kwa sababu hii ni sekta ya muhimu. Mkisoma katika manifesto yetu, tumesema ya kwamba sekta rahisi sana kubadilisha na kuboresha na kutusaidia kuongeza mapato ni sekta hii ya dairy. Dairy is one of our quickest intervention. Na kuna maneno nitaongea na waziri kuhusu mambo ya breeds zaidi, ndio tuweze kuendesha hii kazi. Na mimi nataka niwashukuru even the other processors. I was in Meru. Nilikuwa Meru juzi kwa ile kampuni inaitwa Meru Central. Wanafanya kazi mzuri sana. Wanasaidia wakulima na wanawalipa wakulima on time, na wanashughulika na hiyo kazi. Nilikuwa pia Fresha kule Githunguri. They are doing a wonderful job. Na mimi nataka niwaambie tutasaidiana na hizo kampuni zote, tuhakikisha kwamba wakulima wetu wote wanashughulikiwa, kwa sababu ni ya muhimu katika kujenga uchumi dhabiti wa taifa letu la Kenya. And this is how we are going to grow our nation. This is how we are going to build our nation, and we are going to make Kenya grow. So wakulima, mimi nataka niwashukuru sana. Pongezi
kwa ile bidii mnafanya shambani. Mimi nawaenzi sana na nawashukuru kwa sababu mnatusaidia kupanga mambo kule mashinani na sisi tutawashikilia. Mimi nataka niwaulize, let us all of us diversify. Mjue ya kwamba you can grow many other products, and we are going to make sure that extension programs between us and the counties. Pia we want to digitize. Tunataka pia tuweke kwa mtandao kwamba mkulima anaweza kutumia simu yake kuona ni nini atafanya ndio maziwa yake iongezeke. Anahitaji kutumia nini, aongeze wapi, apange nini, ndio tuweze kusukumana sote katika barabara hiyo. But we are going to work together with all the leaders and work together with all the counties to make sure that this program succeeds. Sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi sana, asanteni sana, na watakia baraka ya Mungu, na nitakuja hivi karibuni pale Nyahururu, tukuje tufungue hiyo na tutaenda Dandora, tutaenda Miritini. I have already issued instructions on what we need to do. Bwana Kilemi, wewe ndio mtu ya cooperatives na waziri wako, pangeni hiyo kazi. Na waziri wa kilimo pia yuko hapo, mtashirikiana. Asanteni sana. Mnafanya kazi mzuri, lakini mkaze kamba. Si ndio? So asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you.